Mungu angekuwa na wabariki watu mafichoni, tusingeona, asingejulikana, asingepata utukufu. Ndio maana hata Ibrahimu ili awe baba wa imani na leo tusimame na kusema habari zake, Mungu hakumpa mtoto akiwa kijana kama mimi, alimpa mtoto baada ya kuzeeka miaka 100, na Sara ameshakoma kwa desturi ya wanawake. Huyu ndio Mungu tunayezungumza habari zake, na ndio maana hakuna mtu Mungu aliyembariki yani eti amelala maskini kesho umeamka tajiri. Hayupo. Every successful person has a painful story, na hakuna utukufu bila kikombe, hakuna utukufu bila jaribu. Kadiri unavyotamani kuinuka ndivyo na mateso na majaribu yanaongezeka. Kadiri unavyotamani hatua moja zaidi ndivyo na maadui na watesi wanaongezeka. Hakuna utukufu bila kikombe. Kwa hiyo unapotamani kuinuka, jiandae kupita kwenye kikombe cha mateso. Unapotamani hatua moja zaidi, jiandae kupita kwenye kikombe cha mateso. Jiandae tu kulia, jiandae kupita kwenye maumivu. Na sio kwamba Mungu haoni, no. Hayo maumivu yanakuandaa kwa ajili ya muujiza ulioko mbele yako. Na ukishafika pointi jaribu au maumivu ya mahali unakopita yamekuwa makubwa kuliko jana, ujue muujiza wako umekaribia. Na ndio maana mwanamke akifika miezi 9 uchungu unaongezeka na uchovu unaongezeka na maumivu yanaongezeka. Miezi 6 alikuwa anaweza kuchati, miezi 9 anaweza akasahau hata kujibu message ya bebi wake. Kwa nini? Anakaribia kwenye saa ya kuzaa kitu, na saa ikikaribia na maumivu yanaongezeka na watesi wanaongezeka na jaribu linaongezeka na machozi yanaongezeka. Ukiona maumivu ya jaribu lako yameongezeka, uko karibu, uko karibu, baraka yako imekaribia. Na mimi nakuombea hakuna kukata tamaa kwa jina la Yesu. Mungu akutie nguvu mpaka jambo kubwa la baraka lizaliwe kwenye maisha yako.